May peace be upon you. My name is Viva. Call me Ukingo, call me Mama Sayuni, call me Mamjengo. Jamani, kumbuka kumpa mtu maua yake akiwa hai. Sawa sawa? Asije pale akafa na unaanza kumlilia maua yako sikukupa. Mwali kaweza. Mwali kaupiga mwingi. Haya. Mwali wetu alikutana na mtu wake wakiwa kwenye ndege waenda za Uingereza. Kwenye ndege, kwenye pipa. Afu mmeanza kunikosoa huko ndani jamani. Oh baby, jumlisha 4 sijui Uingereza. Cha muhimu sana kwa white people. Mlinielewa, ujumbe ulifika kwa hadhira. Jamani, mmenishua. Wamekutana zao wapi? Kwenye ndege waenda zao Uingereza. Wewe ambaye ukutana na mtu wako kwenye daladala akitunda, sijui Buguruni Malapa, tulia mwali wangu. Sisi hapa boni hii. Lakini ndo tunapigana ndoa zetu haifai. Tunapigana ndoa zetu vipi? Shoga yetu mkutana na bwana wake akaanza kutongozana. Baby, the size salama. Unaenda wapi? Naenda zangu Uingereza. Kuna nini? Naenda tu kusalimia. Wewe vipi? Kuna nini? Sijui niangalia sisi sponsor sisi vitu hata sielewi. Application sijui nini. Watajua wenyewe. Kufika kule kila mtu alikuwa na kila mtu ana destination yake. Huyu anaenda huku, huyu jimbo hili, sio jimbo hili. Kweli kila mtu akaenda, wa Arizona kaenda, wa Texas kaenda, kila mtu akaenda kwenye jimbo lake. Bwana siku ya siku akaamua watafutane. Wakatafutana, huyu akaja huku, huyu akaja huku, wakakutana kwenye mji mmoja. Piga story vibaya. Baada ya hapo shoga yangu wakauliza wapi? Tanzania. Lakini tayari mkeka ushasuka kutoka huko Uingereza, kutoka Marekani, sijui mkeka ushasuka kama bwana mimi nataka nikoe, niko serious, nimeamua, sicheki. Niko serious, yani nimekasirika vibaya, nataka kukua, wewe ndo mke wangu wa elfu matilio. Bila wewe siwezi kutoboa, bila wewe siishi mamtu. Mamtu kasema bwana si ndio huyo bonge la bwana. Kama uli Tanzania jamani, mwenye kipingamizi cha mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu na awe kimya mpaka kufa. Wakaoana. Ndoa takatifu. Mtakatifu sio Francisco, ndoa hii hapa. Vigelegele ndugu yangu viko vinapigwa hi-fi. Wameanza kuishi. Mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, yule bwana akafungua kampuni yake. Si unanielewa? Kafungua kampuni tika kampuni kubwa hivi. Dada akamba mimi mume wangu hajaje kuleta tofauti. Yaani hajaje kuleta tofauti. Tukao tunapendana kama mapacha. Paka tukaanza kufanana. Kaambia bwana shetani mkata kamba alikotokea. Afichelewagi. Cha muhimu vikukute uko gado. Akili iko wazi. Kule kwenye kampuni tumeajiri msichana, tumeajiri binti. Tumeajiri kama supervisor, ndo anakuwa kama ana monitor kila kitu pale ofisini. Haya shoga yetu kaanza kazi. Kama hivi tangu nimetambulisha huyo msichana kwenye masikio yangu, sijawahi kupitisha siku moja bila kusikia jina lake. Mara fulani kafanya hivi, mara anafanya kazi nzuri, mara kesho birthday yake, mara kaorganize kitu kizuri, mara sijui kazi zimekuwa nzuri, mara sijui anaweza kuongea na wafanyakazi, mara sijui tunataka tumfanye surprise. Yaani kila siku anasifiwa huyo msichana. Msichana anasifiwa kuliko chochote. Mara kaeka uniform mpya sio ofisini, sasa hivi watu wanapendeza, mara ofisi imekuwa safi. Bibi afya kaingia kazini. Haya, dada kanyamaza tu. Sawa jamani, ongea. Mungu kamleta jamani, ofisi iwe salama. Sawa. Bwana vikaanza vituko. Yule bwana akitoka na sandals anarudi na buti. Akitoka na buti anarudi na sandals. Akitoka na t-shirt anarudi na shati. Akitoka na bukta anarudi na suruali. Wewe bwana vipi? Mbona unatoka vingine unarudi vingine? Kwa sababu gani? Hizi nguo unabadilishia wapi? Nilidondoka. Siku ya pili nilibadilisha kwenye gari rafiki yangu. Tulienda kwenye msiba nikanunua nguo ndefu. Yaani sababu waziishe. Lakini bwana anatoka anarudi be. Dada akili kaanza kumkaa sawa. Huyu kwa nini anatoka vizuri na anarudi vibaya? Kwa nini anatoka anarudi kuna nini? Anabadilishia wapi hizi nguo? Sema supervisor. Dada akaona sio shida, anatulia. Bwana kila siku swali kaendelea lile. Siku moja kwenye gari akakutana na receipt ya wapi? Ya supermarket. Sasa receipt ya supermarket maana yake inaonyesha zile items kama mafuta 2, chumvi 3, mchele sijui mifuko 4, sijui nini, kila kitu. Vitu vilivyokuja nyumbani ni tofauti na vitu ambavyo vimeorodheshwa kwenye karatasi. Maepo 16,
mbona nyumbani amefika 8? Mengine kalia kwenye gari, kawapa ngedere barabarani, kawapa tumbili. Haya, mapeasi 9, mbona nyumbani amefika mapeasi 5? Haya 4 yako wapi? Akasema subiri, langu lazima liwe. Wanaponunuaga vitu anapajua, kwenye hicho kimini supermarket anapajua. Katoka mpaka kwa kijana, kaambia kijana, nisikilize bwana, mbona mahesabu hakupiga vizuri bwana, mume wangu mimi nilimtuma hiki na hiki, mbona amekuja na mapeasi 9 baada sijui mapeasi mangapi? Mama, mbona jamani nilimpa na mafuta, mbona umempa 2 baada ya kumpa 3? Aliandika 2. Mwali akajiridhisha kwamba ile karatasi ni kweli imetokea hapa na item zilizotoka ni hizi, nyumbani zimefika nusu zimeenda kwingine. Nusu kapelekea charity. Jamani. Bwana akarudi nyumbani, dada ameshika tama kubwa kama kafiwa sijui na nani. Anajiuliza huyu bwana, anamwangalia. Swali ni kwamba ameoa, anasaidia watoto yatima, anagawa, anapeleka nyumbani kwao. Hilo ndo swali. Na je, hizi nguo anabadilishia wapi? Tunafanya nini? Jamani, ndo muda wa brain kufanya kazi. Changamsha ubongo mwali wangu. Dada akaanza ile vita ya chini. Akakaa kamsoma. Kwanza akirudi anakuja kama kakasirika, kwa ataki kuulizwa kwamba huyu kuna kitu anakificha, ataki maswali. Sasa wewe usimuulize maswali mwali wangu. Shoga ameweza, shoga yangu, au uliweza we? Akatulia. Yule bwana akifika simu anaweka pale, haipigwi, haibipiwi, simu imekaa pale. Ukitaka kufungua, fungua for your own risk. Mwali akasema sasa kama ana mtu, mbona ashiki simu? Huyu atakuwa na kitu na nitakijua, labda mimi sio mkewe, labda mimi sijakutana naye kwenye ndege ya Uingereza, labda sio mimi niliyekula kile kiapo ya mimi, sio mimi. Kwangu akiingii kitu, aingii mtu, aingii pepo. Akaniambia vivi, ikabidi niingie kwenye maombi. Nikamwambia Mungu, mimi sijui kinachoendelea, nionyeshe pa kuanzia. Sijui pa kuanzia. Yule mwanaume simu yake haina kitu, ameenda extra miles. Sasa hivi wanafanya vitu kisomi, wana simu 4 vingine vinakaa hapa kwenye magari. Sijui nianzie wapi. Nionyeshe daddy, I promise you hii vita naimaliza mchana kwa upe asubuhi. Show me where to start. Wakati naomba maombi yao, usiwe na uchungu huko ndani. Onyesha kwamba uko tayari, uko vitani mwali wangu. Fanya chochote familia yako imenyooka. Hazikupita siku 2 akapokea simu. Kutoka wapi? Kwa mkaka ambaye anawatengenezeaga furniture kule ndani kwake. Waga anakuja na watengenezea furniture, sijui meza imefanana nini, anawatengenezea. Mama alikuwa anasemaje, ile meza nishamaliza kutengeneza, baba alisema tumuite mtu wa kumfanyia delivery. Sasa mtu ameshafika, hatujui meza inaenda wapi. Naomba uniambie meza inaenda wapi? Meza? Si basi nimuulize. Akampigia simu, baby, kuna meza nimeambiwa si umetengeneza, si unaenda wapi? Ndio kaka kanipigia simu. Mimi meza? Haya mambo ya kike hayo. Mimi sijui. Hawa vijana kwa kuchanganya bwana, hawa vijana wanachanganya sana. Mimi na meza wapi na wapi? Usiwapuuzie bwana. Dada akarudi chap, akajua tayari dili limetiki. Akili yako ifanye kazi 2 times. Sayele kapigia boda ofisini kwake ambaye anapajua hapo hiyo maeneo. Akamwambia kimbia haraka kwa fundi Rama. Fundi Rama, kuna meza inatoka hapo. Hiyo meza inayotoka hapo inachukuliwa na bodaboda sio na tukutuku. Fuatilia nyuma hiyo meza. Ikipotea machoni kwako naye nisikuone. Bodaboda mpe kazi tu mwali wangu, imeisha. Kwanza umesikia hizo akili hizo? Mwanamke akinyamaza aseme siri tena. Sasa hivi nitapambana. My dear, FBI akae kwa kutulia. FBI, CIA, hapa waingii ndani. Mwali karudi kule. Mbona baba akasema hiyo meza haijui? Basi mama, basi nilichanganya. Ulichanganya? Mimi ndo ninawachanganya nyinyi sasa hivi.